babako hakulima hapo wala mamako hakulima hapo. Leo waje nitukulia nafasi yangu. Huu ni upumbavu huu. Hata kama ni nyayo kama wayo moja tu itakuwa ni makosa. Je, ikiwa sasa wewe unkwenda umchukua step kabisa. Yaani mtafuta dawa kabisa mpate kuroga watu au ni kivipi? Yaani sielewi mimi. Na hawa wazee wa vijiji hapa. Jambo kumbe mabaya sana sasa nyingine. Kinga kabisa. Roho mabuni sio kuendelea. Tabagana mpaka tusikie. Unaelewa sisi. Hoji. Karibu. Ya habari gani? Nzuri. Haya, ni vipi? Bana mambo mabaya sana. Mbona waje na kelele? Naje na kelele ninakosewa. Nakosewa na nani? Nakosewa huko shambani kwangu mimi. Sasa mbona unatutaja sisi? Nyinyi wazee ndio ambao kwamba nyinyi mweza kutatua haya maneno. Ndio nilikuwa ninasema. Nakosewa. Wakosewa vipi mzee? Kama unakuja na busara. Hii hapa ni mahali kwa hii ni ofisi za serikali. Sisi ni watu wa serikali tunashughulika na mambo ya serikali. Sasa kama unakuja kule unafyoa tukuelewe vipi? Ndio nakimbilia huko kwani hukuona kana nakimbilia huko unakuja na makelele? Nakuja na makelele nakosewa ndio maana kama umekosa hapa ni uje kwa taratibu. Sasa nielezee kwa njia inayofaa. Ndio sasa mpaka okay. Ndio sasa mpaka okay. Unajua hii ni serikali. Sijakataa mimi singelikuja hapa lakini najua serikali ndio kakimbilia. Ndio ni uje kwa taratibu unieleze ukanieleze matatizo yako. Yaani nije utaratibu kivipi? Maana bado sikuelewi bwana. Mtu unakosewa huko mimi sasa kwa nini umekosewa huko mbona umekuja hapa? Ni kwa serikali. Sasa ni uje kwa utaratibu hapa. Haya karibu hapo. Unieleze yale ambayo uko nayo. Haya asante. Asante. Haya karibu. Shukrani. Mimi sikiza, wewe ndio mtu wa kwanza katika serikali. Na wewe ndio ujuae vitengeo vyote. Nyumba ile ya nani, shamba hili ya nani, yualima mpaka wapi, ndivyo si? Hiyo ndio kazi yako. Asante. Sasa ni hivi bwana. Natumaini ile shamba yangu unajua vizuri sana wewe. Ndio najua. Ndivyo? Mimi nimepakana na bwana mwingine Vangala. Ndio. Na si yeye ni babake nilikuwa nimepakana naye. Na tulikuwa tukilima sawa sana. Shamba hilo mimi na babake tulikuwa tunalima sawa kwa sawa. Hakuna endaye kwa mwenzake, hakuna avukae mpaka. Pana mzegereta mkubwa sana hapo. Huo mzegereta ndio ulikuwa ni mpaka wa jadi na jadi. Babake alipoondoka ulimwenguni alimwacha yule mtoto wake. Miaka 3 mimi nilikuwa kusiko hapo. Nilikuwa niko huko Vanga kwa mwanangu, maana nilikuwa kwa kazi yake ni ya uvualesi msimu wale kwenda kimsaidia. Miaka 3. Sasa kumbe ule mzegereta ulikuja ukaanguka. Ushaona? Sasa ulipoanguka ule mzegereta watu wakafanya kuni, ndio akajua sasa nishapata. Anachukua hatua ndefu, robo nzima ameweka upande wake. Mimi na huyu kijana nishamkanya mara nyingi sana. Lakini kusema kweli kwa vile tu msununu na kutojali huyu ni mkubwa wangu, huyu ni kama babangu, yeye yatakaangaa mimi nizungumze maneno machafu ili kusudi yashi kwenye tumbo la kuhara ajulikane kwamba huyu mzee ni mchawi, twende tukammalize. Hayo ndio leo nayo. Huyu kijana hana adabu kabisa. Bwana mzee wa mtaa, wewe ndio mzee wa mtaa, mzee wa hapa kwa chifu pia ni wewe. Lakini taka tuseme haki vile ilivyo na wewe hapajua pale shambani. Sawa, nimekuelewa. Mzee, yale unayosema ni sawa, lakini katika hiyo mdomo wako unatakana uchunge hiyo kauli yako. Vile umesema. Maana sasa anapinda anaposikia yale maneno huyo ujue atakuchukulia vibaya. Ambao sasa hataki kuwa nao farakana. Na umeona sana wazee wengi wao kwa sababu maneno kama hayo. Hapo umekuja katika ofisi ya serikali na ndio mwanzo wa serikali hapa. Ni sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitafanya utaratibu, nitamwandikia barua aje nimuulize, alafu tutafanya utaratibu tuende huko shambani tuende tuangalie tatizo liko wapi. Sasa mimi niko pamoja na wewe na ninakusikia. Lakini hili neno ulifanye haraka sana kabla watu hawajaanza kulima. Sawa. Sasa mimi acha nakuomba kitu kimoja. Naam. Unapotoka hapa wewe fuata shughuli zako. Wala tukimuona usizozane naye. Hiyo niachie mimi hiyo kazi. Je, kama yuendelea kulima? Wachana naye, umeleta report wewe.
Mimi nitafanya taratibu. Simekwambia nitamwandikia barua. Hebu nipe nikuandike majina yako kamili ambayo yako kwenye kitambulisho. Yenye kwenye kitambulisho? Nataka kuandika hapo. Zogo wa Matata wa Fujo. Babangu mimi naitwa Matata. Babu yangu aitwa Fujo. Mimi mwenyewe naitwa Zogo. Sina hatari tu huyo nini? Katika hiyo family alianza babu. Maana hilo jina la babu basi ndio lilikuwa la Fujo, lakini alikuwa hapigani na mtu. Haya, sawa. Mimi nitamwandikia barua na nitaituma kwake aje hapa nje mmoja. Haya, alafu baadaye tutafanya taratibu, twende tuangalie tutane huko shambani. Tuangalie sasa mimi nitajuaje wakati wa kuja huko shambani? Kwambia nitakuelezea kwamba kesho kutwa baada ya kuwa amepata hii barua. Aje hapa nitakuja muulizia kwamba kumeletwa mashtaka. Kuhusiana na shamba kunazofanya shamba. Ndio. Alafu tutafanya taratibu twende kwa hiyo shamba. Wewe na yeye. Sote. Na mimi. Pande zote. Sasa nitakuwa siko mimi tutakwendaje huko? Sikiliza mzee. Nakusikia. Sikiliza ama niongee kinyumbani. Naongea Kiswahili. Kiswahili ndio sasa. Baada ya kumuita kuja hapa. Nitakuja nimuulize. Atakayo maana msema peke yake huwa hapo si ndivyo siku zote. Uliosema wewe inaweza kuwa pia yeye na yake ambayo ni kweli. Sasa nikiwakutanisha ndio nitajua kweli uko wapi. Ni sawa. Haya bwana, mimi nda zangu na nasikia ulioyasema na uniambia vizuri sana. Kwa hivyo ukanda wako utajifunga, utawacha kiunoni. Haya, asante, shukrani. Usijali mzee, mimi nitashughulikia. Asante. Hapa wewe, hii ni ofisi ya chief na ndio serikali inaanzisha. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Nitaandaa mazingira aje hapa, nitakuja kuuliza. Akisema shamba mashamba. Mwenyewe. Karibu. Mlango kwa zingia. Asante. Sawa. Karibu. Habari ya leo bwana. Nashukuru. Habari ya salama tu, habari yako? Mzima kabisa. Nashukuru. Masiku? Karibu. Asante. Na ulipata ujumbe wangu? Nashukuru nimepata bwana, ndio nimekuja kwa hayo. Karibu. Kwa kitu hapo. Asante. Sawa. Sasa ulipata ujumbe wangu? Ujumbe nimeupata. Ndio maana nimechukua hatua hii leo kuweza kufika hapa ili uweze kuyapata yale ulionayo. Sawa. Sababu unaambiwa mtu akatai mwito bali ukataa neno. Fanya vizuri sana. Ngoja nichukue faili kidogo ya kuelezea mashtaka yako. Alafu tunaendelea kufanya. Sawa. Asante. Mashtaka gani tena? Kitu gani zaidi ambacho nimefanya? Okay. Sasa, naam. Karibu bwana. Asante bwana. Sasa nashukuru ulipata ujumbe wangu. Pata vizuri sana. Umefika. Nashukuru kwa hilo. Asante. Sasa hapa bila kupoteza wakati. Naam. Na mzee Zogo hapa alikuja. Akaja akatoa mashtaka kwamba wewe mnalima pamoja, lakini sasa wewe umeingia katika kipande chake cha shamba. Karibu robo. Bila alipokuwa hayupo. Ona. Sasa ndo amekuja na amejaribu kuongea na wewe, lakini kawa hakuna uelewano. Kwa hiyo ndo akaona hela chukua hatua na kuja hapa serikali ya mwanzo. Kweli. Naona. Akaja kanielezea na mimi nikachukua hatua ya kuandikia barua ili ufike hapa nikuelezee ujue ni kweli ama ni urongo. Yes, ni kweli ama ni urongo? Kusema ule ukweli bana ni hivi. Mahali ninapolima ninajua mahali ninapoishia nini kwa ule mpaka. Lakini sasa kama yeye amekuja na hoja ya kuwa kwamba mimi ninalima mpaka ninapitisha ule mpaka,
hilo sio kweli. Sababu mahali ninapolima najua, na vile tulivyopakana naishia pale pale mahali ambapo tumepakana. Lakini sasa kama amekuja na hoja hiyo ya kwamba mimi nimelima mpaka nimepitisha mpaka, ndio maana hata ameniita hapa. Kwa nini si angekuja tu akanifuata tukakaa tukaongea haya maneno? Imekuwa mpaka afike hapa. Haina shaka, wacha tuyasuluhishe. Sasa hivi tunafanyaje? Yeye anasema kulikuwa na mtu pale unaitwa 40. Anasema kulikuwa kwa, lakini sasa umekata unakata ile, sasa wewe ndio kasidi kuingia ndani. Sasa ni kweli ama ni urongo? Mahali kwenye 40 hata ukikata ama ukianguka lazima kuna chembe zozote zitakazobaki pale kuonyesha kwamba hapa mahali kulikuwa na kitu fulani ambacho kiko hapa. Sasa pale pengine atuonyeshe, manake mimi kila nikilima pale sioni hiyo, mimi ndio maana nalima ile sehemu yangu. Na msanta, wewe unajua mambo yote ya hapa vile yanavyoenda. Usema ule ukweli bana, ule mzee ule mti kama kuweko ama haukuweko, hayo mambo yanapita na wakati. Sawa, ni mimi na wewe tushikane vizuri. Ile sehemu mimi nahitaji kwa ufupi, utanisaidiaje? Sasa wahitaji vipi?